niko na culture fulani kule kwetu, nikiona watu kama hawa ninamaliza kuongea alafu nawapangisha line. Lakini hakuna mbunge wenu hapa. Sasa siwezi fanya hiyo kazi hapa. Watu watasema huyu Mkisii Goso Vindet amekuja na unajua hawa watu wako na tabia mbaya, saa zingine akina Ngong wananiita huko Kisii, huko Nairobi wanaita sijui Kipkerek. Mimi ukiniangalia mimi nakaa Kipkerek kweli. Hawa watu hawana heshima. Kipkerek, ukiangalia vile mimi nakaa ama Nyakundi, hii mwili inaweza kuwa Kipkerek, si ataanguka usiku. Hatuwezi wamesema mengi yenu hapa. Mimi tawaachia tu neno moja. Mumeona upendo ambao tuko nayo kwenu kama communities. That is why umeona jamii ya Wakisii imejaa hapa. Kama mama yenu wamekuja hapa kuomboleza na nyinyi. Hiyo ni upendo, si upendo? Yes. Hiyo ndio upendo sisi tunataka kuendeleza all through. Mimi na message moja tu. Niwaambie, hii kelele nyingine mnasikia Kenya iko ni ya kawaida, msiwe na wasiwasi. Wale wazee nimeona hapa wako nywele nyeupe wanaweza eleza nyinyi vijana wadogo. Wanajua kwamba wakati Kenyatta aliongoza hiyo miaka yake mpaka akakufa hakukuwa na kelele. Watu walinyamaza ni kama alikuwa malaika. Moi akakuja miaka 24 kelele kila mahali. Unaweza fikiria yeye si mtu. Wakati Moi aliondoka, Kibaki akaingia, watu wakanyamaza ni kama hawajawahi kosewa na mtu. Mpaka wakati mzee alipata ajali atembei ovyo ovyo, walinyamaza tu ni kama ni malaika. Wakati Uhuru aliingia, wakanyamaza hata kama alikuwa analewa mpaka saa 7 atokei. Hakuna mtu alikuwa anaongea. Wakati William Ruto ameingia, ile kelele sasa imepanda. Sijui one term. Ala? Watupe break bwana. Hata William Ruto ni mtoto ya mtu bwana. Kama Kibaki alimaliza yake 10, Uhuru akamaliza yake 10, hata William atamaliza yake 10. Hakuna kitu itafanyika. Nyinyi msiwe na wasiwasi. Mnaangalia TV, mnaangalia jamaa mwingine akiongeongea kwa TV, mnafikiria sijui ako na watu. Hesabu watu na uhesabu magari. Gari ni mingi kuliko watu. Number 1. Number 2, hata wewe ukifikiria unaweza aje pea mtu ako na hasira mingi kama hiyo. Hata William ako na nguvu kweli. Ulivumiliaje mtu kama hiyo bwana? Unajua kuna watu unaweza kaa na wao wanakuletea shida tupu. Yule jamaa alikuwa amesumbua William sana. Akiamka asubuhi mlima. Akiamka mchana mlima. Ikifika afternoon mlima. Mimi nikajaribu kuongeza mawe kwa ile shamba ya baba yangu ndio mlima itoke. Ndio aone pia hiyo ni Kenya. Aoni, anamkubali tu mlima moja. Lakini hata nyinyi mko na wasiwasi ya nini? Wewe weka ile grupu yote pamoja kwa kona na uweke William kwa kona. Wewe ukiangalia kuna sura ya kukaa rais kwa ile grupu. Unajua hata wewe saa zingine unaweza kuwa proudly useme wa Munyoro ni rais yako. Unajua saa zingine hata nyinyi wananchi hata nyinyi mnatu confuse. Angalia tu wa Munyoro vile anakaa. Vile hata hasira mingi. Kuongea matope. Kuvaa shida. Koti ni kubwa. Ukimpea mahindi ya kule nganganya. Wewe ukiangalia ukiweka hiyo mtu hapo, huyo ni mtu hata jiji mnaweza angalia mseme huyu sasa ni rais yetu mtume nje. Unajua hata umtume tu hata Rwanda peke yake. Unajua kuna siku tulienda na yeye Rwanda naibu. Akiwa naibu wa rais, tukaenda na yeye Rwanda huko, tukampeleka huko. Kagame ameketi hapo. Ilikuwa mkutano ya vijana. Akashika ile kuropokwa tu yake ya Kenya. Akaropokwa. Alafu akafika akaambia vijana, it is about time nyinyi vijana mchukue nchi yenu. Na Kagame amekuamilia ile nchi miaka yote. Wewe unaenda huko kuinside akiwa hapo. Bwana karibu tufukuzwe bwana. Dakika 2 tu ilibaki hivi. Tuambiwe nyinyi tokeni muende kwenu. So nyinyi mtulie. Sisi Kenya mzima tumejipanga na William Ruto. Na nyinyi William Ruto simjue si malaika. Anaweza kosea. Si ndio? Lakini akikosea nyinyi msikiwe nyinyi ndio wa kwanza kuanikana. Kila mtu ako na mtoto yake bwana. Weka yeye kwa nyumba, ambia yeye hapa ni mbaya, hapa ni mbaya, wacha kutuanikia kwa barabara all over. Ama namna gani? Na ya mwisho kabisa yenye nimesikia mheshimiwa Joanna Ng'eno amesema Ngong. Maneno ya IPOA. Hakuwaeleza maneno sana muelewe. Sisi pia tunasema ni mbaya sana wale askari, ile kitu ilitokea kule Nairobi, kijana fulani akafariki. Lakini kuna vitu mbili lazima tuambiane ukweli.
In 2016 kuna askari walipiga mtu, wakili alikuwa classmate yangu kule Athi River, wakakufa ndani ya cell. Hatukuona watu wakitoka street wakusema IG wa hiyo wakati atoke nyumbani. Saa hii ile shida iko sana. Ni kwa sababu siku hizi, kwa sababu William Ruto ndio rais, ukiona jina Lagat umeona makosa. Ukiona jina Ngeno umeona makosa. Ukiona jina umeona makosa. Bwana, even Kalenjins are Kenyans and they deserve equal opportunities all over the country. Tuambiane tu kweli. Si kwamba ukiwa mmoja ati ndio rais, sasa wengine wote waache mmoja peke yake akule. Wengine pia wako na tumbo. We must share this cake. Na watu wengine waache wakuwe na aibu kidogo. Wakati uongozi ilikuwa kwao, DCI huko, IG huko, sijui nani huko, lakini hakukuwa na kelele. Bwana, give people a break. Ile issue yote ambayo imetokea kule Nairobi ya IPOA, what we are saying is this: uchunguzi iruhusiwe ifanywe, but there was nothing wrong, or there is nothing wrong for a senior person like me reporting a case. Mimi leo ukinikosea, hata kama mimi ni mbunge, niende police station hapa ni report. Whatever police officers do after nimekureport is none of my business. So mkubwa wa polisi ameenda ameripoti kesi, nilikosewa. Yule ambaye ameenda kushika after kufanya hivyo, wao wachunguzi walifanya nini? Huyo mtu mkubwa wa polisi ako na nguvu. Kama angetaka kukosea yule kijana, angemkosea bila kumleta kwa station. Angemkosea njiani, safari ni mrefu kutoka Homa Bay. Lakini aliamua wacha ni report. Central Station ndio iko karibu. Akaripoti. Askari wakaona huyo ndio mkubwa wetu, wacha tukimbie kuchukua huyo. Kama wao waliamua kwenda kuchapa kijana vibaya, wao wenyewe washikwe. Lakini huyo mwenye aliripoti kama tu any normal Kenyan anaweza simama aenda report kesi ya polisi. Lakini kila mahali mtu anasema, sijui Lagat, must go, sijui nini. Okay, so akienda nini kue? We really must be fair. Allow fair justice ienokane kwa kila mtu apewe fair hearing. Not targeting a community, not targeting a people because they share a same community with the president. They are also Kenyans. Hata wao wanafaa kusikizwa. Sio kukua harassed everywhere. Iko sawa, iko sawa. Niko sawa, siko sawa. Haya, ya mwisho nitazungumza na mbunge wenu tuje hapa katika hii programu yetu ya empowerment. Tumezunguka sana, tunapeana empowerment. Sijui kama nyinyi mmefanyiwa hapa. Tumefanya, leo tumeacha Nyamira kule milioni 9. Tumeacha ingine West Pokot milioni 7. Tumeacha ingine huko kwingine Kacheliba milioni 11. Hapa mmeachiwa ngapi? Sasa ambieni mbunge apange atuite. Hatuwezi jileta, hakuweza. Sisi tukaleta wabunge wengi wa UDA. Saa hii wakati iko hivi, unatoka tu from nowhere unafikiri unakuja hapa unanyorosha nani? Sisi tukiwa wapi? Haiwezekani. Akina nani wanapenda akina Osoro? Wacha nione wale wanapenda vile sisi tunafanya. Ni nyinyi wote. Kwa hivyo hiyo wakati ngikuja, kama singekuwa na haraka tungepanga line. Asanteni, Mungu awabariki.